Hoja ya kurekebisha na kuaibisha. Kwa hivyo watu wengi sana wana tabia ya kuaibisha. Na unajua wanaume wengine pia nao wako na tabia mbaya. Wewe huwezi kuwa kwa familia unakaa tu nde, hauwezi enda kutafuta kazi. Wewe uko tu umetulia unangoja tu kula. Ikifika jioni unauliza. So wewe kando na hiyo mpaka ukoe mtu wa kujituma. Ujitoe kila siku, kila wakati. Kila ambacho unafaa kufanya ufanye kama mwanaume. Usikae hapo umetulia tu na maisha. Kwa hivyo wanaume wengine wao wanaprovoke kukosa heshima kwa sababu wao wamekosa kuwa na mwelekeo ama na msimamo kama waume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na naongea haya nikiwa na habari sana kwamba leo ni mkutano wa youth. Lakini sasa hapa niko na students wangapi kuzungumzia? Si tuko na senior youth na junior youth, sio? Yes. Kwa hivyo Mungu ni mwema ambaye anatusaidia. Nani amepata Proverbs 31? Tusome kwa haraka haraka. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Nataka tusikize kwa makini sana. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Nafikiri tuna note hizo point. Kuna point hapo amesema ya kwanza kwamba hata kosa kile ambacho anatafuta, si ndio? Hapo juu kuna mahali hapo amesema hata kosa. Alafu kuna hii yenye nasema kwamba utafuta kwa mikono yake. Nataka tu uanze, tutakuwa tuna note point moja moja. 31 verse 10. Verse 31, chapter 31:10. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Wala hatakosa kupata mapato. Hebu ngoja hapo kidogo. Kuna wanaume wengi sana ambao wako kwa ndoa lakini hawapati mapato. Umepata reason ndio hiyo. Unapata akitoka kwa nyumba hata akienda kutafuta, hiyo siku inakuwa mbaya sana kwake. Akienda hata kazi zile ambazo wanaitiwa, akienda kuitatua, utakuwa sawa. Mtu mmoja hafai kuwa na malalamishi ndani ya roho yake. Hiyo malalamishi ndio inafanya kazi yako itaendelea kuwa mbaya. Hata watu wenye wanatumia vitu vilivyoumbwa na wanadamu hapa barabarani wataweza kuambia. Nurula za munzo na kisanani hali nole numutuka ulanyola hali ukuira hala wondo kakusa. Ulanyola hali pekepeke ushiliza ase kwa bakale na hali kola kwirota. Hiyo tu siku. Sasa lazima tujue kwamba tuwe watu wa kupata watu walio wema ndio tukue na mafanikio kwa mapato yetu. Kama unafanya biashara, ukipata mtu mwema utapata zaidi. Kunyola ulikuwa na maisha mazuri ukiwa single kuliko wakati ulioa. Kwa sababu ulioa mtu mwenye ni destiny killer. Mtu ambaye sasa hata kazi zenye ulikuwa unafanya zinafanikiwa zinaanza kuanguka. Uanze kujiuliza maswali. Sasa kama uko hapa ndani, maisha yako ya usoni inafaa ujue kwamba una destiny helper na destiny killer. Lazima ujue unapata mtu ambaye anakuelekeza kwa maisha ya mafanikio ama maisha ya kupotea. Ndio usiishi maisha ya kulalamika. Usiishi maisha. Hebu kwa usome 18. Kuona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Endelea. Hutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake huishika pia. Hebu angalia 15. Tena huamka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi
wake sehemu zao. Niwaulize. Unajua leo nimeuliza swali. Mnashirikingi tu hivi ama mnakuanga wote? Yaani unajua sababu mbona nasema hivyo? Mtu kama mimi sipendi kukosa ibada. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho ninaweza kujifunza kinipeleke mahali ama kinisaidie kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba mwanamke mwema huamka kabla haujaisha usiku. Kabla haujaisha usiku ni kama saa ngapi? Mama ndala parani za kujokes. Yuko hasa ngapi? Alafu unafanya nini? Unajua pia inalingana. Unaweza kuwa unaamka tu saa 10 unaingia mle. Kuna somo. Mundu anja bora. Alini aweka hoshi. Yuko hasa. Mimi nasamuka saa 11. Nichukue makuni yangu. Na usidanganye. Ni ukweli. Nikiamka saa 11 niamka saa 11 niangalie nje. Yaani wakati nimeamka sitarudi kulala. Kwa sababu najua masaa yangu imeshafika ya kutoka nje kupita makaa mahali penye ninastahili. Kama ni sekena ama kama ni oro. Mundu hapo amapema dalili. Sasa egatu. Kuna cha sasa. Kama yaani namaanisha hivi, unajua nyinyi ni kama kujenielewa. Sijasema kuzinduka kwa usingizi, alafu narudi kulala. Yaani wewe umeamka. Shughuli zinaendelea umeamka ndio unazungumzia. sasa wewe usiendelee hata kuanzia asubuhi. Hakuna just story ya umeamka ukaeka kidogo tena urudi kulala. Umeamka sasa shughuli zinataka kuanza. Hivi saa 10 usingizi na bado umeisha. Sasa nimeamka, usielewa swali. sio nasema Umeamka, shughuli zinataka kuendelea, uende shughuli zako, upange vitu vile zitakuwa 6 kamili. Sijao, mimi nimeuliza saa yenye usingizi naisha. Sababu zinazoisha mkabaki tuko. Mimi by 6 nakuwa na njaa. Sasa hapo umeanza kusema ukweli, ulikuwa umeanza uongo. Na watu wa huku mnapenda uongo ba. Yaani ni saa kwa Mungu yeye kufungua duka nifanye lakini sasa umeanza kusema ukweli. Kwa Mungu ni saa 10. Mariel na 550. Sasa huyu akitoka huyu wafua akitoka kwa nyumba. Bwana